أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. إخوة الإيمان أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. إذا المرء لم يلبث ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عصيا. Ndugu zangu Waislamu, uhayikum bitahiyati alislam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kukimbizana na muda, mimi nilikuwa niwe mzungumzaji wa mwisho ya wote, lakini naona Sheikh Hamis kapata dharura, kwa hivyo Sheikh Yahya kanikirimu mimi nianze, na alhamdulillah masha Allah. Kwa hivyo muda utabaki ni wa mimi na Sheikh Yahya. Jazakumullahu khaira. Mada ambayo nimepanga ndugu zangu Waislamu ni nyingine, lakini tukaambiwa dakika 30 nikageuza nikasema tulichukue hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ambayo ndio tutaishi nayo. Mtume kaizungumza kwa ufupi, lakini ulama wameisharehesha wakafika mbali, lakini nikaiesua ili mradi tupate faida ndani ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Nikachukua mada yangu nikaipa unwani tadhakkar hadha jayida, yani zingatia haya ambayo tunafikisha, haya ambayo ninazungumza mimi kukufikishieni, jaribu kuyafanyia kazi, jaribu kukaa pembeni ukayatathmini haya ambayo Mtume alielekeza, uweze kuyatia katika vitendo. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka shindikizo, akasema qul, sema Muhammad, waambie waja wangu, huwa nabaun adhim, ni habari kubwa hizo ambazo unawaambia, antum anhu muridun, lakini wale ambao mnaambiwa wallahi mnapuuza, ni watu ambao vinapita hapa vinatoka hapa. Lakad asmata law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Mmoja katika wana wazuoni anasema, wewe ambao unatoa dawa utasikika kama utakuwa unawanadia wale ambao wana uhai wa ukweli wa uhai, lakini la hayata liman tunadi. Tathmini inaonesha wale ambao mnatolea mawaidha uhai tayari washaga kufa, wako nasubiria tu kutenda kile ambacho Mwenyezi Mungu alichokiandika ili safari iweze kufa. Innaka mayit wa innahum mayitun. Muhammad, wewe ni maiti, inasadikisha kumbe na hawa ni maiti wafu ambao walio hai. Sasa Allah anasadikisha kwamba asli ya da'wa mawaidha watu wengi sana wanapuuza. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muislamu yoyote akibatikiwa kikao chochote cha kheri asikosi kuchuma faida ndani yake. Idha marartum bi riyadil jannati farta'u, mkipita katika mabustani ya peponi chumeni katika mabustani hayo. Wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama riyadul jannatu ya Rasulullah, mabustani ya peponi hapa yako wapi ewe Mtume? Mtume akamwambia, hilaqu dhikri, ni vikao vya ukumbusho, sehemu watu wanakusanyika, majalisu dhikri, wanakumbushana, yatadarasunahu, wanakumbushana, wanaelimishana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Risalatul ula, ujumbe wetu wa kwanza ndugu zangu Waislamu, wa nahnu fi markazu risala, na sisi tuko ndani ya kituo cha ujumbe. Kwa hivyo tunaleta ujumbe ambao ni wa kutuzindua na faida kwetu. Ishtahu lyauma, fanya bidhaa, nunua leo, yani uza na kuuzisha. Nunua leo siku ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia. Fa inna suqa qaima, hakika soko inalema. Soko ipo, soko ndio hiyo uhai wako, soko ndio hiyo afya yako. Kwa hivyo ni wakati wa kudili vyema na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu ambao hivi wanaumwa maskini, wanatamani wangekuwa katika afya wakafanya mazuri.
Kuna watu maskini hivi wako ndani ya kaburi wanasema rabbi irji'uni, natamani hata Mwenyezi Mungu ninipa tu dakika hata 5. Wallahi naona kama si ningefanya jambo lolote zaidi ya ibada katika dunia, lakini sisi tuko katika saha, wakati ambao ni wa kufanya yale ambayo yanastahili kufanya, lakini wallahi tumepumbazika. Walbadha'i rakhisun, na bidhaa ni nyepesi. Katu unamdhukuru Allah, vinakukosti nini? Huombwi pesa. Astaghfirullah, havikukosti kitu. Subhanallah, lakini uisemi tu basi tu, umeghafilika. Mswalie mtu, haiwezekani. Nenda uswali, haiwezekani. Yote kwako vimekuwa ni vizito. Uko katika ghafla ya mfano wa mtu ambaye amelala, hadiriki kama ameota, mpaka pale ambapo ataposhtuka, na wewe hutodiriki kwamba uko unapoteza muda, mpaka siku wallahi mauti yanakuja. Unakuwa sasa unakodoa macho, fabasaruka al-yawma hadid, macho yako yamekodoka, unatoa, hakuna kukusaidia. Unakuwa ni majuto, machozi yanakutoka, unajuta, unaona kama vya dunia vyote ungevitoa vina thamani, ili mradi tu Mwenyezi Mungu akakuokoa katika hii hali ambayo ni nini? Ni nzito. Allah ndo akasema wa hum yastarikhuna fiha, ndani ya moto wa jahannam watakuwa wanapiga kelele kwa uzito na matatizo ambao wanayopata ndani ya jahannama. Rabbana, wanasema ya Mola wetu, akhrijna, tuondoe ndani ya moto, tutafanya mazuri tukiingia. Allah tawaambia la awalam nu'ammirukum, sikukupeni maisha, muda ambao umeishi duniani mkaishi mkakaa. Yani Mwenyezi Mungu ametupa muda, alhamdulillah, ndio huyo ambao tuko nao. Wajaakumun nadhir, mashekhe mlikuwa nao, walivuka boda popote pale. Unajua kuna watu wametoka makwao, Allah amepeleka mashekhe. Wa antum, na nyie, shuhada Allahi fil ard, ni mashahidi wa Allah ardhini, popote pale. Lakini watu, ndugu zangu Waislamu, wamejisahauzisha. Tadhakkar hadha jayidan, tafakari, uzingatia haya ambayo tunataka kuzungumza kwa uzuri kabisa. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyepokea Jabir ibn Abdullah, anasema jaa rajulun ila nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuja kijana mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, akamwambia Mtume wa Allah, aidhni wa aujiz, nipe mauidha, nimekuja unipe mauidha, unitolee mauidha ambayo yatakuwa mafupi yenye faida kwangu. Nataka unambie maneno yatakuwa ni mafupi ambayo unanambia, kisha ni yatathmini, yafanyie kazi, yalete faida kubwa sana kwangu. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, au alimni wa aujiz, nifunze ya Allah, nifunze ya Rasulullah, na niweze kupata faida kwa wale ambao utaninifunza. Fa awsahu nabii sallallahu alaihi wasallam bi 3. Hii ndo mada yetu. Mtume akamuhusia mambo matatu, akamwambia tu mambo yake haya, maneno haya matatu, nenda ukayafanyie kazi. Akamwambia jambo la kwanza, idha kunta fi salati fasalli salatan muaddia, ukisimama siku yoyote unaswali, jaribu kukusanya hisia na utulivu na unyenyekevu, kana kwamba hiyo sala ndio ya mwisho, utoswali tena, ili uweze kutulia. Kwa sababu sala yako ukiwa wewe unamfuata tu imamu, unainama, funga, unainuka, wallahi utakuta maisha yako bado magumu, kwa sababu bado hujaitekeleza ile sala ipasavyo. Hivi kuanzia leo rudia nyuma, nikiingia ndani ya sala lazima nilete utulivu. Kuna watu wakiingia ndani ya swala ndio hisabu zinaanza. Ndio, yani kuna mtu amenieleza kwamba yeye kila akichelewa kisaliaga nyumbani lazima sahau ni raka 3 ni 2. Yani anajikuta hata alhamdu akusoma, na alhamdu ni nguzo ndani ya swala. Asa Mtume akasema idha kunta fi salah fasalli salatan muaddia, ikiwa utasimama kwenye sala, swali kana kwamba ndo sala yako ya mwisho. Anamwambia yule, limadha salah, kwa nini Mtume alianzia swala? Liannaha awwalu ma yuhasabu al-abdu yawm al-qiyama, kwa sababu ndio ibada baada ya shahada atafanyiwa hisabu mwanadamu siku ya kiyama. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akaiweka mbele na akasadikisha kwamba inna salata tanha anil fahshai wal munkar, sala bote isala kwa ukweli, ukamilifu wake
wallahi shauku ya maasi inaondoka. Unaona tu wewe unaenda unaepuka na mabalaa, unaona tu wewe unaenda unakuwa sehemu ya mbali na yale ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha. Basi jua kwamba hapa sala yangu kwa Mwenyezi Mungu ni njema, na sala ni moja, wanasema wanazuoni, yani akbarul ma'rufan, wema mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupa pumzi, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuendeshea mambo yako yanaendeka, lakini wallahi unakataa kuswali. Akiamua akupe maradhi ukae ndani, lakini Mwenyezi Mungu yuko wallahu dhu fadhlin ala nasi, Allah ni mwingi wa fadhila kwa watu. Unafanya vurugu, unafanya hivi na hivi, lakini anakupa riziki, afya, unaendelea vile unataka, anakuamrisha unakataa, lakini Allah ana huruma. Ingekuwa sisi kwa sisi, mimi ukinifanyia hivyo na kupanish, nikikupanish ndio uhusiano wa mimi na wewe unakwisha. Lakini Mwenyezi Mungu tunamkosea usiku na mchana, lakini wallahi khairi ila al-ibadi nazilu, khairi zangu kwa waja wangu zinashuka usiku na mchana. Washarruhum ilayya sa'idun, lakini shari zao ndio wakiamka utazani wamechanganyikiwa, ndio wanazidi katika kuzama katika maasi. Kwa hivyo ukisimama sali kana kwamba ndio sala yako ya mwisho. Alikuja kijana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, akamwambia ya Rasulullah, nimeenda katika bustani langu, nilivyofika katika bustani langu nilimkuta mtoto wa kike, nikaanza kumpapasa na kumshika, nikafanya yote yale ambayo mwanadamu mwenye kuoa iko na mke wake anaweza akayafanya biduni nikah, pasina kuingilia tu. Sikumuingilia, lakini nimefanya kila kitu ya Rasulullah. Mtume akatizama chini, ilikuwa baada ya swala, akamuuliza yule kijana, sallaita maana, umesali na sisi? Hal sallaita maana, umesali na sisi? Mtume sallallahu alaihi wasallama akamuuliza kijana, umeswali na sisi? Kijana akasema ndiyo ya Rasulullah, nilikuwa nyuma yako. Mtume akamwambia innal hasanati yudhhibna sayiat, hakika mema hufuta mabaya. Basi uzito wa swala, demu unaswali sala yako kwa kuichunga, ndio kisi inachoma yale makosa madogo madogo ambayo unamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiku na mchana. Ndio maana Allah akasadikisha innal hasanati yudhhibna sayiat, hakika mazuri, matendo mazuri na vitendo ambavyo vinamridhisha Allah uzima mambo yote mabaya ambayo unamkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mtu Mwenyezi Mungu akasadikisha wa innaha, na hiyo swala nakwambieni jamani, la kabiratun illa ala alkhashiina, ni nzito isipokuwa kwa wamchao Allah. Wakasema ulama, according ya aya hii, ukimwona mtu sala tano anazitekeleza sala tano, fashhad lahu al-iman, huyu ni muaminifu, mshuhudie imani. Sio jambo la mchezo. Mtu kama ana imani ya kweli kweli hawezi kuswali sala tano, lakini huyu aliyejaliwa na Allah, basi ndugu zangu Waislamu, atakuwa amejaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suila ahadu salihina, aliulizwa mmoja katika wema ambao waliotangulia, mali ara ba'du tariki salah fi na'imin wallahu la yabtalihim, mbona tunawaona wengi matariku swala wako katika neema, hawaswali lakini mambo yao barabara yananyooka, mipango yao inaenda vizuri, pesa wanazo, mambo ni mazuri super. Na sisi tunajitahidi, tunaswali, tunaomba dua, lakini swata tunafanya hivi wapi? Kwa nini hivi? Hali inatuchanganya sana. Sisi tunamwabudu Allah, na kwa hiyo ukimwabudu Allah umemaliza. Ndio umemaliza Sheikh. Yule mtu mwema alipoulizwa sala hilo akasema, faqala wa hal hunaka bala'un a'zamu min tariki sala, hivi kweli kuna jambo ambalo unaona kama ni nzito na kubwa zaidi ya mtu kuacha swala? Kitendo tu cha yule kuwa mzito wa swala, basi kwake ni mtihani na balaa kubwa. Akifa katika hiyo hali ni motoni. Akifa katika hiyo hali ni motoni. Huyo mtu anaenda fi nari jahannama khalidina fiha, anaishi humo akizamiria milele. Waalamu anna tarika salah, kisha akamwambia natambueni kwamba yoyote anayeacha swala, musibatuhum, yani musiba wao, adhamu min musibatu iblis, ni zaidi kuliko musiba wa iblis. Maana yake hasara ya iblis na mtu asio swali, mwenye haswali kwa muasara kubwa kuliko hata iblis. Lianna iblisa, kwa sababu ya iblis, rafadha an yasjuda li Adam,
alikataa kumsujudia Adama. Hilo ndo kosa lake kubwa. Wa anta tarfudhu an tasjuda li rabbi Adam. Lakini wewe kumbuka, wewe unakataa kumsujudia sasa Mola wa ule Adam. Huyu amelaaniwa, akatolewa katika rehema za Allah, akakadiriwa moto moja kwa moja kwa sababu alikataa kumsujudia Adam. Sasa ona hasara yake gisi ni kubwa. Sasa seuze wewe ambaye wewe umekataa sasa kwa ule boss, ulimkatalia amri ya boss. Boss alisema huyu wakili wangu mfanyieni hivi, mkakhalifu kazi ukafuzu. Sasa unaenda kwa boss straight unamkatalia boss. Unaona msiba wako utakuwa kiasi gani ndugu yangu Muislamu? Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akataka katika hadithi al-Qudusi kutufungulia ili tuone kwamba tunaweza tukafanya mema. Yabna Adama tafaragha liibadati, jishughulishe na ibada yangu, jishughulishe na hizo swala tano, jishughulishe saumu yako ya Ramadhani usichezee, usiharibu, jishughulishe na mambo yote ya kheri ambayo unayopokea kuyaweka ndani ya matendo. Amla usadraka ghina, wallahi nitakujaza kifua chako kutosheka. Utatosheka na maisha ya dunia, nitakuweka katika stage nzuri mpaka kila mtu atanawe ni tajiri kumbe huna, lakini Allah amekupa uridhike. Wa asuddu fakraka, na mimi ndo nitasimamia kuziwia ufakiri wako. Wa illa tafalu, kama hautofanya hivyo, ukaswali sala tano, saumu, amalun salih, haukufanya, amla yadaika shughlan, nitakushughulisha, nitakupa kibarua katika maisha. Utapata kazi, una kazi unatumika, Allah atakupa kazi duniani, atakupa kazi ufanye utafute hela, lakini ile kazi itakushughulisha mpaka sala zako zote zitakuwa za kuchelewa. Mchana wote hautomtajaga Allah, usiku unachoka, unalala na alfajiri unachelewa, kisha unangojea siku ya kufa. Tunamjua tu kijana fulani, tunamjua huu ni mtu wa motoni maskini. Unaona Allah na sala zote kwa hivyo umezisali kama tarawih, na zingine unaacha hivyo hivyo, yani ukaona tu ukafurahi na ile dunia na ukaona tu uko sawa. Allah hapo ndo mtihani anaokupa. Kisha anasema Mwenyezi Mungu, walam asuddu faqra, na ufakiri sintouzilia kwako. Utakuwa na kisi zinaingia ndo kisi zinatoka. Renti 5,000, watoto shule wanaenda, unaemea, mnakula, mwisho wa mwezi ile hela imekwisha. Nyumbani simu kuna matatizo, ukiwahi kupata hela ya mwezi wa kwanza unakava nyumbani, unakimbizana ukave renti, maisha hivyo hivyo. Ndio pale watu unaona tunapinda mwaya maisha, na roho mbaya zinaanza kutujaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hali ambayo tumemtoka Mwenyezi Mungu, akaondoa baraka, akatupa mitihani, si tukaona kama ndo maisha, lakini kumbe ni mitihani kwetu na hakuna faida yoyote. Hayo ndio ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoahidi. Kisha akasema, idha nadaitum ila salati ittakhadhuha huzwan wa laiba. Hao watu wakiitwa ndani ya swala wanaichukulia kwamba ni upuuzi na jambo tu la mchezo, wanaona kwamba halina lolote, faida yoyote. Ndivyo mwanadamu anakuwa anabadilika. Hasa wanasema, idha aradta an tara dunya ba'da mautika, ukitaka kusadikisha hayo uko nakimbizana nayo, kwamba uitazame dunia baada siku utakuwa umekufa. Kuna watu walikuwa bize zaidi yako katika maisha haya. Fanzur ilaiha baada mauti ghairika, tazama baada ya mwenzako kufa. Je, dunia ilisimama? Dunia haijasimama. Ndugu zako watalia leo, itaisha, wataendelea maisha ya kawaida. Ulikuwa na vyako, watagawa, maisha yanaendelea. Ndivyo gisi na wewe ukifa itakavyokuwa. Asa haya yaweke akilini. Hii swala Mtume anayohusia ni mtu wallahi kuweza kuzingatia na sala la swala tano, kuto kulipuuzia ama kuliacha, kwa sababu dunia haitomwacha yoyote yule. Kullu khasaratin kanat bidayatun jadida. Unapokuwa umeona pale ambapo umekosea, umepata hasara, ndio sehemu ya kusimama sasa upya na kuanza tena upya. Kwa hivyo yule ambaye sala zake zilikuwa taabani, hivi sasa kuanzia leo aseme azamtu azman akida, naazimia lomse la decision, kuanzia leo wallahi sala tano staki. Mtu yuko anapiga ligala sala, wanaadhini mpaka wanashuka, yeye anaona tu nitaenda kuswali baadaye, ni sawa tu, anaona tu kama ni sawa. Umar ibn al-Khattab
radhiyallahu anhu alikuwa na bustani. Lile bustani, akaenda kwenye bustani akachelewa takbiratul ihram. Takbiratul ihram ile Allahu akbar, na wewe nyuma Allahu akbar, akafika wameshaifunga, lakini wako rakaa kwanza Allahu akbar. Akasema lile bustani ndio limesababisha nimechelewa takbiratul ihram, kuanzia leo nalitoa sadaka. Kuanzia leo nalitoa sadaka. Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo hivyo ilivyo ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo hii ni hatari na jambo nzito sana. Jambo la kwanza hilo swala, tushikamane nalo. Jambo la pili, kijana anamuuliza idhni wa aujiz, nipe dawa ya Rasulullah ambayo itakuwa ni maneno yenye faida kwangu, akisha yawe mafupi. Fa ausahu bi thalathin, akamuhusia mambo matatu. La kwanza, ukisimama kwenye swala sali kama unaaga. La pili akamwambia la tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan, usitamki maneno yoyote katika maisha yako ambayo kesho utayajutia yale maneno. Pima kipimo, yale maneno unayotamka wewe mwanadamu yote ndio kipimo cha wacha wanakupimia eko katika akili yako na busara yako, na yale maneno kesho atakuja kusuta mbele ya Rabbul Izzati wal Jalal utakapotamka ukizungumza. Lianna sukutu salamatan, kama unaona kama haya maneno yataleta mtihani, na haya ndio yamebadilisha umma. Maneno ya susususu la khaira fi kathiri min najwahum. Allah anasema wengi wenye kunongona pembeni hakuna khairi. Mkiwa jambo lenu liwekeni bayana, kila mtu awe open, hakuna kuficha. Ukificha ni unafiki, huko mbele ujue unaenda kugonga. Na hili jambo la umma linaweka pale kwenye umma. Ukiwa na jambo yani, manake ukienda pembeni, siku ya kigundulika ile uko unasema pembeni, utaonekana haufai. Na hivyo ndio maisha namna yalivyo, na hivyo ndio ulimwengu namna unavyoenda. Kwa hivyo akawaambiwa kwamba ikiwa utazungumza, zungumza maneno ambayo kesho hutayajutia au kuyaombea dharura. Ihdhar lisanaka la yadaghannaka fa innahu thuban, tahadhari na ndimi yako isije kukudokoa, hakika ndimi ni mfano wa nyoka. Ndugu zangu Waislamu, anasema Hakim, ma nadimtu fi somti walakin nadimtu fil kalami miraratan, sikuweza mimi kusikitika kwa kunyamaa, lakini kuongea wallahi nimegundua imekuja kutupa heshima yangu. Ndo anasema huyu mtu Hakim. Kwa hivyo mtu ukichunga ndimi yako utaishi kwa salama salimini. Anasema Said ibn Jubair, yu'ta bil abdi yawm al qiyamah, ataletwa mja siku ya kiyama, fayadfa'u lahu kitabahu, apewe kitabu chake ambacho alitumikia katika dunia hii. Fala yara fihi salatahu wala siyamahu wa amalahu salihah, hatoona sala zake katika kile kitabu na alikuwa na swali, hatoona saumu zake na alikuwa na saumu, hatoona amali zake salih. Fayaqulu, kisha atasema ya Rabbi hadha kitabu ghairi, hichi kitabu sio changu ya Allah, hichi sio kitabu changu, na kiko jina lake, hichi sio kitabu changu Allah. Jua anaona mbona swala azimo, saumu azimo, zaka azimo, ndio anamwambia Mwenyezi Mungu la ilaha illa Allah, kanat li hasanat, nilikuwa na mema na yafai. Nakumbuka kwa muhadhara niliswali Isha, kuna siku zote mimi nilikuwa na swali kabisa Allah. Ramadhani zote mimi nimefunga, nilikuwa mambo ya khairi nachangia, palikuwa DSM natoaga mchango wangu, lakini vile vyote habimo humu. Fayuqalu lahu, ataambiwa inna rabbaka la yadhillu wala yansa, mola wako apotezi wala sahau. Hilo kwanza tambua. Allah sio kwamba amevifuta au Allah amesahau kuviandika, la. Inna Allah la yadhi'u ajra man ahsana amala, Mwenyezi Mungu apotezi ujira wa kila yoyote ataifanyaga wema duniani, ataukuta. Na likiwa ni libaya, kama atadinu tudan, kama kisa unatenda utayakuta. Kisha ambiwe dhahaba amaluka biihtiyabika linnas, amali zote Mungu alienda naziondoa, nazivuta swala zako, somo yako, kwa sababu ya vipembeni unapenda kuwaongelea watu. Hilo tu limepelekea amali zote Mwenyezi Mungu amefanya nini? Amezivuta. Fahdharu, yani tahadharini
an tata'abbada Allah li ghayrika, kumwabudu Mwenyezi Mungu kupitia watu wengine. Wewe unafanya ibada, zile thawabu zinamwendea mtu mwingine. Hadha, ndugu zangu Waislamu, huyu alikuwa ni mtu rajulun kathira taati, ni mtu ambaye anajihusisha na mambo ya kheri, vikao vya kheri yupo, swala yupo, lakini kuna tabia iko nayo ya kusemea vipembeni na kunongona kila akiwa. Kuna wakati anasema Mtume, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a, Muislamu anapata madhambi kusema kila cha anasikia. Wakati mwingine anasikia vitu viache mpaka hata ukusikia. Focus na maisha yako yaende hivyo. Uislamu ukenda hivyo utakusaidia. Ndio Allah akasema, waqadimna ila ma amilu min amalin fajanahu haba'an manthura, watakadimisha amali zao, Allah ajalie zile amali zote ni haba'an manthura indama dhahaba ila jahannama. Sasa huyu atapokuwa anapelekwa ndani ya moto wa jahannama, amekuta swala zote hamna, saumu zote hamna, amalu salih alizozifanya hamna, hukumu yake apelekwa udhuhu fahulluhu, chukueni huyo mkamvugumize ndani ya moto wa jahannama. Anachukua, anafungwa, anapelekwa, kisha ingia ndani ya jahannama. Lam yajidu ashabahu, hata waonaga wale watu walikuwa wanateta naye. Kuna watu ili utete lazima uwe na mtu mnaongea naye, unamwambia. Sasa wale watu walikuwa wanateta naye hawako. Fakala aina ashabi, atauliza wako wapi wale ambao tulikuwa tunateta pamoja? Faqila la, ataambiwa lakatabu jami'an ba'da mautika. La ilaha illa Allah, baada tulikufaga. Walisikiaga mawaidha wakasema wao watarudi kuteta, wakaviachaga, wao wamepona hivyo wako peponi, wao wanaenda kutumikia kifungo. Unaiona hii hasara kubwa. Manake baada ya kufa kwako, kwao ilikuwa ni funzo. Leo social media ni nyingi, magrupe ni mengi, kuna mawaidha aliingia akaona hatari ya kusemea, yakasema kuanzia leo la hiyo dhambi mimi siitaki. Wakatubia baada ya kufa kwako. Asa wewe unajikuta leo uko motoni. Fabakahu abuka shadida, atalia yani kilio ambacho sio cha kawaida. Wakala yaumaha, wakati huyo atasema ya wailata laitani lam atakhidh fulanan khalila, Mola wangu nisingemfanya fulani rafiki yangu. Hapo ndo naambiwa yauma ma, ipo siku wewe fanya yenye unataka, ipo siku satafahamu jayidan, ndo utakuja kutambua vizuri ikifikia siku hiyo, anna dunia taduru, kwamba dunia kumbe ina mzunguko, dunia ina zamu, inaenda kwa huyu inarudi kwa huyu. Thumma taudu wa taqifu indaka litafal bika ma fa'altahu bighayrika, ili kutendea yale ambao ulikuwa unatendea wengine. Ndivyo ilivyo ndani ya maisha haya ya dunia. Hilo ni neno la pili la Mtume sallallahu alaihi wasallama. Tumalizie neno letu la mwisho katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, baada ya kumwambia ya man ta'lamu ghayruka, ambaye unawaliza watu, unawaudhi watu kwa utesi, unasema sana kwa utesi mpaka yanawafikia, watamdi wakaannaka lam taf'al shay'a, unaendelea unastarehe kana kwamba hakuna lolote, unaona tu kawaida, lakini ujue kwamba kwa Mwenyezi Mungu yanawekwa. Mtume akawaambia jambo la tatu au wasia wa tatu, wajma'il yasra mimma fi aidi nas, zoea ndani ya maisha kutokukodolea yale ambayo Mungu aliwafadhilisha wengine. Ukimwona mtu Mwenyezi Mungu amempa gari, basi si ujanja wake. Kila mtu anataka awe na maisha mazuri, lakini hayafikii mpaka kwa utashi wa Allah. Kila mtu anataka awe ndani ya neema, haifikii mpaka Allah aitiki. Sasa ukiona ile neema kwa mtu, jua kwamba hili sipashi mimi kumfanyia husda huyu, kwa sababu ana mwenye alipewa na aliyempa, na Mwenyezi Mungu ndio mu'ti wal mania, ndio mwenye kutoa na mwenye kunyima. Mfanyie jealous Allah, usimfanyie huyu. Na ndio maana watu wengi sana indalla ala shay'in, ili jambo likiashiria katika hali fulani, inaashiria anna kathiran minan nasi yakrahuna ni'mata allati fi yadayka, yani huwa wanakiraika. Husda inaanza pale kwa neema ambao wataiona kwa macho yao kwako. Sio kwamba wanakuchukia wewe kama wewe mtu, wanaanzaka kuna kitu wanaona, ndio bifu zinaanza. Mtu anaanza kukuwekea kuna kitu aliona kwako, labda una mali, labda activity zako nzuri, labda anaona wewe unakaa tu hivyo, huyu jamaa anakaa alipe nyumba fai nini, lile la kutokulipa nyumba
kwake linajenga husda, ndio chuki sasa anaanza sasa wewe kuona kukuchukia wewe kutokamana kuna kitu aliona. Sasa fakuli alhamdulillah daima, kila siku sema alhamdulillah. Nafanya adhkari ya sabah na masa, kwa sababu wa inna kathira minan nasi la fasiqun, wengi wanadamu ni wabaya. Kwa hivyo haya, ndugu zangu Waislamu, ndiyo ambayo yanateza na kutukithirisha katika kutuingiza katika makosa mengi na kutokupeana haki, kama Mwenyezi Mungu alivyosema, wala yajrimannakum shana'anu qaumin, isikupelekeeni chuki, yale matatizo baina nyie na wengine, antadilu, kuweza kuwafanyia watu uadilifu. Idilu huwa akrabu litakwa, wafanyieni watu uadilifu, ndio itakusogezeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndugu zangu Waislamu ni jambo nzito sana. Sasa hawa ni masahaba wa Mtume, limithlihim rahimallahu sahabata nabii, Mwenyezi Mungu awarehemu masahaba wa Mtume. Mfano wao ndio njia yetu, mfano wao ndio mtizamo wetu, mfano wao ndio tuishiwe tabia yetu. Tukiyaleta haya matatu ndani ya maisha yetu, basi tutafaulu, kama alivyosema Imam Malik, la yusliha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Hawatofaulu watu wa mwisho wa umma huyu isipokuwa kwa yale waliofaulu watu wa kabla. Kwa hivyo inshallah, nimemwona Sheikh Hamisa amekuja, nisiwe mwingi wa kuzungumza mpaka wenzangu wakakosa nafasi.